الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. نشهد أنه عد الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وقال أيضا: سلام على نوح في العالمين، سلام على إبراهيم، سلام على موسى وهارون، سلام على الياسين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أولا أوصيكم وأوصي نفسي بالتقوى الله عز وجل أيها الناس. Imebara ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma kiongozi wetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na kwanza nausia nafsi yangu kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na pia nausieni nanyi ndugu zangu Waislamu usia wa kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kwa maana fupi tunahusiana wewe na mie kutekeleza maamrisho yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na pia tunahusiana kuacha yale ambayo ni makatazo yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Imma katika maudhui ya khutba nizungumzie umuhimu wa salamu katika Uislamu. Umuhimu wa salamu katika Uislamu. Yawezekana wewe na mimi tunaweza tukawa tunajua umuhimu wake, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika salamu hii tunaosalimiana Uislamu kuna umuhimu mkubwa sana. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala salamu hii ameita ni tahiyatun min indillah, mamkizi ambayo yametoka kwake yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni mamkizi, ni salamu, aina au namna ya kusalimiana kulikopangwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na ajabu katika salamu hii, maana wewe unavotoa salamu, ukienda kwenye tafsiri ya salamu ni watu wanatakiana amani. Na angalia katika maamkizi yote ya makabila yote katika nchi yetu ya Tanzania au na nchi zingine, maamkizi yao wanavyosalimiana hayafanani na maamkizi ambayo Allah ametupangia. Kwa hiyo wewe na mimi kama Waislamu tunavyosalimiana kwamba assalamu alaykum wa rahmatullah, kwamba tunatakiana amani. Na kwa nini tunatakiana amani? Ni kwa sababu Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye ndio ametupangia. Na ndani ya kutupangia yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye hili salamu, pia salam imetoka katika moja ya majina yake Allah Subhanahu wa Ta'ala, katika jina moja miongoni mwa majina ambayo Allah anajiita as-salamu. As-salamu maana yake ni amani. Amani. Kwa hiyo na mimi kama ni Muislamu, kitendo cha kusalimiana maana yake tunatakiana amani, tunaihubiri amani, tunaizungumzia amani katika salamu. Na angalia Allah alivyotufundisha, na pia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivyotufundisha kwenye salamu hii. Wakati wewe unasalimia, basi unawatakia amani wenzako, na yule ambaye anayejibu anajibu na kisha anakutakia amani wewe uliomtolea salamu. Na kuonesha kuna maajabu katika neno hili salam, Allah Subhanahu wa Ta'ala ameliweka
moja katika majina yake assalamu, hilo moja. Kwenye swala tunazo swali, zikiwa ni swala za fardhi au ni swala za sunna, pia tunatoa salamu. Mwanzo wa swala ni takbiratul ihram, mwisho wa swala ni salamu mbili, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, kuashiria swala imekwisha. Bado tunaitangaza amani hata baada ya kuisha kwa swala. Na itoshi, baada ya Mungu kwa yeye ni salamu ambaye ni amani, akatuwekea mpangilio katika swala tunatoa salamu ambayo ni amani. Pia katika swala, katika tahiyatu, tunamsalimia Mtume sallallahu alaihi wasallam, assalamu alayka ayuha nabiyu wa rahmatullahi wa barakatuh, amani iwe juu yako ewe nabii wa Mwenyezi Mungu, ewe mtume, na rehema za Allah ziwe juu yako na baraka zake. Angalia katika maajabu ya salamu. Salamu hii Mungu alivyoipangilia kwenye swala, tunamsalimia mtume, tunatoa salamu kwa nabii hata kama haonekani, aliko huko. Kwenye swala za fardhi hivyo, yeye Allah ni salamu, maana yake ni amani. Haitoshi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika pepo, kuna pepo daraja ziko takriban 8 milango ya pepo, jannatul ma'wa, jannat firdausi, lakini kuna pepo moja Mwenyezi Mungu ameita lahum darus salam inda rabbihim. Kuna pepo Allah ameitwa darus salam, Dar es Salaam. Kisikia mkoa wa Dar es Salaam, basi wazee Mungu awajalie walioasisi jina hilo la Dar es Salaam katika mikoa miongoni mikoa ya Tanzania, wametoa katika Qur'an sura gani? Surat Al-An'am aya 127. Allah anasema lahum darus salamu inda rabbihim, watu wa peponi wana nyumba ya amani mbele ya Mola wao. Lahum darus salamu inda rabbihim, wana nyumba ya amani watu wa peponi mbele ya Mola wao. Kwa hiyo wewe na mimi tukionana tunasema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kwa urefu, kwamba amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yako na rehema zake pamoja na baraka zake. Kwenye tafsiri ni amani inayohubiriwa. Kwa hiyo Allah Subhanahu wa Ta'ala kwenye salamu hii iko siri kubwa sana ya kwamba ndani ya kutoa salamu kwamba tunaihubiri amani, tunaihubiri amani, tunaizungumzia amani. Kitendo cha kutoa salamu, wewe unaihubiri amani. Sasa swali, je, wewe na mimi tunavyotoleana salamu na wale wanaojibu salamu, wanaotoa salamu na wanaojibu salamu, manake wanaizungumzia amani. Je, watoa salamu na wanaotolewa salamu wao wamekuwa ndio vyanzo vya amani katika maeneo yao? Swali iulize nafsi yako, nami niulize nafsi yangu. Wewe unapotoa salamu alaikum wa rahmatullah, amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yako na rehema zake na baraka zake Mwenyezi Mungu, je, wewe ni chanzo cha amani sehemu unayoishi? Ikiwa ni mpangaji, je, wapangaji wenzako wana amani kupitia wewe? Ikiwa ni mwenye nyumba, mwenye nyumba ndiyo mmiliki wa nyumba, wale waliopanga, je, wana amani kupitia wewe na mie? Ikiwa unafanya biashara, je, wafanya biashara wenzako wana amani katika biashara unaoifanya na wateja wako wana amani? Na ikiwa pia kwenye ofisi, kazini, je, kuna amani kupitia wewe? Yani kuna mfungamano mkubwa sana baina ya wewe Muislamu, wewe na mimi ambao ni Waislamu, na kwenye salamu na juu ya amani kuna mfungamano mkubwa sana. Lazima tutoe salamu, afu si wenyewe tuwe vyanzo vya salamu, vyanzo vya amani wakati tunaitoa hiyo salamu. Ushahidi, Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amewahi kuzungumza maneno mafupi yenye maana pana kabisa, akisema almuslim man salima almuslimun min lisanihi wa yadihi. Islamu sawa sawa,
Muislamu ambaye yuko sawa sawa ni yule ambaye Muislamu ambaye Waislamu wenzake wamesalimika, Waislamu wenzake wamepata amani kutokana na ulimi wake na kutokana na mikono yake. Huyo ndo Muislamu sawa sawa. Ni maneno mafupi yenye maana. Kwa inamaanisha kama ni Muislamu ambaye ni bora na mzuri anaonekana katika jamii, ni yule ambaye Waislamu wenzake wana amani kupitia mdomo wake, Waislamu wenzake wana amani kupitia mikono yake. Imetajwa mikono na viungo hivi viwili ndio chanzo cha amani kwenye maisha ya dunia yoyote ile, nchi yoyote ile katika dunia. Mdomo, ulimi ndio chanzo cha amani, au ulimi au unaweza ukawa ndio chanzo cha kuvuruga amani. Na ulimi ukishavuruga amani, mikono lazima itende, mtu atarusha ngumi. Lakini nini kimeanza? Ni ulimi. Angalia katika salamu, assalamu alaikum wa rahmatullah. Allah alivyopanga mpangilio wake, tunasalimiana duniani, tunasalimiana ndani, tunatoa salamu kumsalimia Mtume, tunatoa salamu mwisho wa swala, tunatoa salamu. Manake kufunga, yani tunasalimiana kutakiana amani, ambao ni jina moja katika majina ya Allah. Ukiwa kwenye sala unamaliza unataka amani kulia kushoto, Mtume tunamtakia amani. Peponi kuna pepo inaitwa Darus Salam, nyumba ya amani. Na si tu bali hata wale ambao wataingia katika pepo, Mwenyezi Mungu atujalie tuwe miongoni mwao. Wasiqa alladhina taqaw rabbahum, Mwenyezi Mungu anasema watachungwa wale ambao wamemcha Mola wao, ila aljannati zumara, kuelekea peponi. Watachungwa hali ya kuwa makundi makundi, ashabul janna. Wakati watu wa peponi wanakwenda makundi makundi, Allah anasema hata idha ma jauha, hata vile watakapokuwa wanaielekea ile pepo, wafutihati abwabuha, watakuta milango ya pepo iko wazi. Wakishakuta milango ya pepo iko wazi, waqala lahum khazanatuha, ashabul janna, watu wa peponi watawakuta kwenye ile milango ya pepo, ambayo milango yenyewe ya pepo iko wazi, wasimamizi wa peponi ambao ni malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wale malaika wakishaona wale watu wa peponi wanaotaka kuingia peponi, la kwanza wataambia assalamu alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Allahu akbar. Amani ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala iwe juu yenu nyie watu wa peponi. Wanawapongeza kwa kitendo kuwa miongoni mwa wale ambao ni watu wa peponi, afu na kisha wanawaambia ingieni humu katika pepo na mkae milele. Lakini la kwanza assalamu alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ni salamu ambayo imepangwa ndani ya maisha ya dunia, ni amani. Ni salamu iliyotoka kwenye jina la Allah ambayo ni amani. Ni salamu ambayo kuna mlango wa peponi unaitwa nyumba ya amani. Ni salamu ambayo kwenye swala tunaizungumzia amani. Ni salamu ambayo watu wa peponi pia watasalimiwa kwa salamu hii. Siri ya salamu katika Uislamu na umuhimu wake. Kwa hiyo Muislamu, ndugu yangu, elewa kwamba kitendo cha kutoa salamu sio kitendo kidogo. Unaihubiri amani. Wasoko na ufahamu, waweza kumsalimia assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, akakujibu vizuri mashallah. Basi yeye pengine yuko msikitini hapo, wewe ukatoka kidogo umeenda dukani, ukirudi unamwambia tena assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndio sunna hivi. Yeye atamwambia si ushasalimia, kwa nini nataka mara ngapi? Lakini lau huyu anaonekana hajui maana ya salamu, kwamba sawa umeshasalimiwa, kusalimiwa kwenye nini maana yake, kwamba unatakiwa amani kwa mara nyingine. Hasa unaposema ushasalimia, salamu ya dini yetu ya Kiislamu imepangwa salamu, lakini ndani ya salamu yenyewe tunatakiana amani. Haifanani wallahi na salamu zingine. Yani sana kama salamu za Kiswahili, mtu anaweza akasema za asubuhi. Haya, za asubuhi ndio nini? Amekutakia, yani maana yake anauliza habari tu za asubuhi. Good morning, habari za asubuhi. Ikiwa ni jioni, za jioni. Lakini nini za jioni? Angalia Allah alivyopangilia kwenye salamu.
kila tunapoonana tunatakiana amani ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye yeye ndio muassis. Jina la assalam manake amani. Anayemiliki amani ni yeye Allah subhanahu wa ta'ala, na ametupangia kwenye salamu tunaihubiri amani, na maana yake ndani ya amani ndio kila kitu. Kwenye amani ambayo ndio salamu ndio kila kitu. Na wallahi ladhim, kitendo cha wewe na mimi natoa khutba, wewe unanisikiliza, ni kwa sababu ya amani. Tumuombe sana Allah atujalie amani hii endelee kudumu na wala asiondoshe. Na kwa sababu gani nasema asiondoshe? Salamu nini? Amani Mwenyezi Mungu anaweza akaiondosha kwa njia moja, kwa sababu watu wake tu wakikufuru anatoa amani. Wakimuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakawa watu wanafanya mambo ya ovyo, hawamwabudii Allah Subhanahu wa Ta'ala, imani haiko kwa Allah, basi Mungu anaweza akaondosha amani. Tumuombe sana Allah atudumishie amani insha Allah Ta'ala. Udu rabbakum wa antum muqinuna bil ijaba. Na kuhusieni pamoja na kutokuisahau nafsi yangu katika swala zima la kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawasamia madhambi yake waja wake wote isipokuwa watu wa aina mbili, mushriku wa mushahid, mshirikina. Na mtu wa pili ni mushahid, mtu mwenye ugomvi, watu wawili ambao waongei. Inna Allaha khabirun bima ta'malun. Allah Subhanahu wa Ta'ala ana habari na yale tunayoyafanya. Na wazuri wanasema ikitokea Muislamu yeyote mpaka anafikia miaka 50, 60, 70 hata elimu ya swala hana, swala yake ikubaliki, hakuna udhuru wa elimu.